So, wasalimie traders. Niwaambie hi traders, mimi ni trader mpya jamani. Biashara mpya, lazima watu wajue kwamba nina mwekezaji mpya na wanipokee nikiwa na shida. Okay. Na roboti amepotea sio nini. Hello guys, mambo ni aje? I hope uko fine. Welcome to my vlog. Hii hapa ni si vlog nyingine, and actually nitakuwa na showcase my trading days, and literally nitaonyesha vile ambavyo na take trades and how I go through the day. Like kama right now hapa niko na some few trades ambazo tutakuwa tunaziangalia for the whole day. In the meantime right now mvua inanyesha outside, but nitapata time ya kutoka and tutakuwa on the outdoor trading, and baadhi ya pairs ambazo nitakuwa naziangalia, one of them itakuwa ni gold. Nipo naangalia buying opportunities right here, so I will showcase and let's get into it. You're welcome. Don't forget to subscribe, like, comment and share if you want. So guys, it's time. It's exactly time right now. Tutakopo tunaenda outdoor, and basically bado kuna mvua outside inanyesha, like see, au kuna mvua inanyesha. So right now nataka niingie trade ya gold. So let me show you real quick so what I see na vile ambavyo right now nataka ni take entry yako sir. Let me show you real quick so that tukia on the Lord. Guys, ukiwepo na drive, don't trade gold please. Ukiwepo na drive, don't trade gold kwa sababu unaweza ukapata ajali. Now I want to show you something real quick. So unaona hii hapa ni analysis yangu ya gold, ni kwenye 2 hours, na hii hapa ni kwenye 1 hour. But toy music, na hii ni kwenye 1 hour. So nitakuwa naangalia buying opportunities. Hii ni kwenye retracement, na hii ni low probability trading setup. Yani ni kutrade counter mara nyingi was spent, lakini this one I will take it. By the way, tunaingia kwenye session yake, that's the reason why I'm taking this sales kwenye gold. Kwenye 4 hours bado hii candle haija close, lakini the previous 2 candles zimeonyesha significant rejection around this level, so naweza nikawa na a little bit confidence kutake hii trade. Kwenye 3 hours pia kuna this candle here ambayo ile close right there. I don't know if you see hapo hivi. And yes, on 1 hour this is how it is. So na take opportunity za ku sell. Nitakuwa na riski 3% kwenye account ambayo itakuwa ni 45. Yep, stop loss naika 33.44 and 0.68 PP naika hapo chini ambayo itakuwa 32.10, then right away. So trigger, and we have that one. Yes. So tayari nishaingia entry. Hope you're safe. So tutakuwa tuna hold for the entire day. Tutakuwa tunaangalia how it goes. Okay, obviously.
So now tutakuwa pamoja and see you later away. Like I said, ukiwepo na drive, don't trade go. You know the vibes. I will update you soon. So ngoja tupige story wakati naenda auto. So there are few things ambavyo nimekuja kujifunza in the meantime in the trading space, okay? Na hivi vitu ambavyo na share hapa vimenisaidia big time, yani vimenisaidia sana. Kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia sana kwenye trading, cha kwanza ni knowledge. Why am I mentioning? Kwa nini nataja knowledge? Hauwezi ukawa unafanya kitu pasipo kujua undani wa hicho kitu. That's where knowledge comes in kwenye trading. Knowledge is everything. Like knowing how to do something, kujua like kama market inavyoplay and everything, hicho ndo kitu cha msingi sana na ndo kitu ambacho kitakuokoa sana. Sawa. So knowledge, kwa mtu ambaye maybe right now ndo unaanza trading, jaribu sana kujifunza basics on your own. Ingia tu YouTube, like there are a lot of sources on YouTube ambapo unaweza kujifunza baadhi ya materials. Tukiachana na knowledge, ni kuamini process, like the process. Everything is the process. Like kama ilivyo sijafunga mkanda. Kama ilivyo kwenye unapokuepo upo mtoto au mtoto mdogo vile, atazaliwa, atakuwa juu kukaa, atakuwa analala tu. That's a process, the first process when mtoto akija on earth. And then after ataanza kukaa. Baada ya muda tena ataanza kutambaa. And kwa kutambaa pia kuna process, ataanguka na kuamka, ataanguka hivyo, then atafika mpaka level fulani. Okay? So, baada ya hapo ataanza kusimama kabla ya kutembea. This is a gradual process ya mtoto mdogo. You get it? Baada ya hapo ataanza kutambaa, kutembea kwa kumove labda mguu moja, anaanguka hivyo. That's how it is into trading space as well. Hauwezi ukataka utengeneze faida fulani wakati hujafikia sehemu fulani. Yani hauwezi ukatamani ufike namba 2, namba 5 wakati haujaanza namba 1. That's how it is in trading. So, it's a little bit gradual process kama ya ukuaji wa mtoto. Hii kamera sije kadondoka. Yo, you get it? Yeah, that's what I'm saying. Kwenye trading, just say the number 2 ni process. You have to trust the process. Usiwe in a hurry. Ukiwa in a hurry kwenye trading, it will be very, very tough to make it out. Big time. Mimi wakati naanza trading, man, nikopo najua naingia tu in the meantime, napata faida, and then boom, in the short period of time, kwa sababu nilikuwa influenced by online traders ambao nilikuwa nao na online. Over time, here and there, ndo nikaanza kujua so there is losing money. Baada ya ignore the number 1 step ambao ni kujieducate, kujielimisha. So mimi nilikuwa nataka pesa za haraka, na ndio wakati nataka pesa za haraka, basically nilikuwa nataka nipate faida, boom, ended up losing money hata ambao ningewekeza kwenye education. And then number 2 hiyo ambao nasema kwenye process, I never trusted the process. Nikuwepo najicompare na watu wengine ambao washanizidi, washavuka viunzi ambao mimi mwenyewe sijafika. Yani unanisoma, naanza kujicompare mtu ambaye yuko kwenye chapter fulani na mimi kwenye chapter fulani. So process. Number 3, you have to trust yourself. Nikisema kujiamini, I mean it. Yani you have to trust yourself kwenye kitu chochote ambacho unafanya aside hata trading. You have to understand kwamba trading ni one of the lucrative business ambayo inaweza kukupa faida kubwa. Okay? Faida kubwa. So, kama kitu ambacho kinaweza kukupa faida kubwa, kukutengenezea maisha,
why don't you trust yourself? Kwa nini uanze wewe mwenyewe kujisemea kwamba unasubiri mtu fulani akuaminishe? Why? So you have to trust yourself. Hiyo ni kitu cha muhimu, big time. Okay, hamna mtu mwingine ambaye atakuja akae chini aanze kukuaminisha kwamba trading is like this. Hata mimi hapa sasa hivi nilipo, siwezi nikakaa chini kaanza kumwaminisha mtu kwamba trading this au chini aje. Now you have to trust yourself before hata decide kufanya hii business. Don't rely on a person kwa ajili ya wewe kujiamini. So you have to trust yourself. Why am I saying this? Kwa sababu ukiwa unajifunza trading au ukiwa unafanya trading, you are on your own. Nikisema you are on your own, I mean it kwamba you know the weaknesses, unajua na strength zenye uko nazo. You get it? Hamna mtu mwingine ambaye atakuja kuamsha usingizini akwambie wewe uko weak labda kwenye kuhold trade, kwa inabidi ufanye never. You know yourself more than any person. Kwa wewe ndio unayejitambua zaidi ya mtu yeyote. So you have to trust yourself on the weaknesses zenye uko nazo, understand them. Na strength zenye uko nazo, understand them. That hicho kitu ndio kitakusave sana yani. Big time ndio kitu kitakusave. You get it? Aside from that, number 4, is it number 4? Maybe. So discipline. Yes. Discipline, I mean, ni kitu ambacho kinatofautisha the failures and the winners. When I say the failure and the winners, I mean the winners in the market are the ones ambao wana discipline kubwa. So you have to make sure uko disciplined person with what you say to yourself. Okay? Inabidi ujiamini wewe mwenyewe kwenye vitu ambavyo unavifanya. Okay? So askari amenisimamisha hapa. I don't know what he wants. So like I said, trust yourself like no one else. Just trust yourself. And discipline ndio kitu cha msingi. The last word but not the least, patience. Yo man, I wish kwamba mimi ningeambiwa mapema sana kuhusiana na hiki kitu. Like patience. Unajua ile patience ambayo uko nayo wewe, let's say kwa wanaume, ile kumlea mwanamke mwenye mimba, ukawa unategemea mtoto baada ya miezi 9. Like the struggle you go through, kama mwanaume pia kama mwanamke, whatever. The patience na guts zenye uko nazo, that's how patience it has to apply kwenye trading. Kwa sababu there's no how unaweza uka handle trading without applying patience. Patience inakuja pale ambapo labda unatamani uone matokeo fulani in the next few days ama few years. At same time, patience ina apply pale ambapo unasubiri trading setup. Patience ina apply pale ambapo unasubiri opportunities kwenye market. Patience ina apply pale ambapo upo kwenye setup, like kama sasa hivi tumeingia trade ya gold, you wait till take a profit. There's no how without patience you can make it. Literally not. You can't make it. You get it? So patience is everything, my friends. Patience is everything. Everything applies kwenye patience. So you have to trust yourself big time. You get it? Big time. Yani ukianza kuapply hizi mambo, then unaweza ukaona tremendous results kwenye industry ya trading na kwenye career yako. But the last one, not the least by the way, risk management. Yes, risk management ndio ina apply pia kwenye mambo ya patience. So usipokuwa na risk management nzuri kwenye market, literally inaanzia chimbuko lake kwamba you don't trust yourself just because labda umeliski high, so unakuwa na hofu kwamba utapoteza pesa. You understand? So just like that, make sure you apply these ones, guys. Ukizi apply, you'll see tremendous result. Mimi nimekuwa kwenye hii game right now ni toka 2017, nimepoteza miaka 2.
takriban miaka 2 na nusu. So toka 2017 mimi ndo nimeanza trading, like kujifunza tena, kusoma zile basic kwenye vitabu, naangalia YouTube. Sijawahi kutrade demo by that time. Ndani ya miaka mingapi siku trade demo? Nilikuwa na trade real money napoteza, na trade real money napoteza. So nilikuwa na ile muhaho wa kutaka kupata pesa kwa haraka. So I was losing money a lot of time. Ndani ya hiyo miaka 3 takriban miaka 2 na nusu. 2019 mwisho ndo nikapata guide the straight guide. So naweza nikahesabu kuanzia 2020-21 mpaka 2023 ndo nimeanza kuona matokeo mazuri. Yani ile kwamba naweza nika withdraw pesa, naweza nikafanya mambo yangu mengine, kwamba pesa nimetoa kwenye trading. You get it? By 2023 kuja 2024 nikapata some sort like ups and downs here and there. Ile so kwenye trading kuna levels. Kuna the foundation level ambao ndo naosemea watu ambao wanakuwa ni beginners, lakini pia kuna the mystery level ambao you have to master these stuffs kwenye market here and there, trading strategy, kitu cha kutrade na hivyo. Baadaye kuna break even. So break even wengi ndo wao kwenye break even stage ni hii level ambao wengi wanakuwa wamestuck kwenye hii level. So basically kwenye break even ni kwamba you know what you are doing kwenye market, unajua strategy yako, unajua kitu cha kutrade, lakini sasa kitu ambacho kinakukwamisha ni kwamba uko kwenye break even, ni kwamba hauoni progress, haupati faida, at same time haupati hasara. So like upo kwenye break even, you don't see results. Hapa ni level ambao unakopo na deal sana na psychology rather than trading strategy ambayo unatumia. So it's more of mindset game. Pale ambapo unaanza kuona ceiling kwamba I need to switch, labda kama niko na trade account ya $100, $200, nianze kutrade account ya $1000, $10,000, lakini kwenye hizo account kubwa literally haujawahi kuanza ku experience kuona market, labda profit drawdown ya $7,000 au $5,000 haujawahi kuona. So it's a first time. Au unaanza kutumia standard loss size wakati ulikuwa unatumia micro ama macro loss size. So ni level ambayo tali mindset yako ni level ambayo you have to keep on the practicing. You get it? So bado nimesubilishwa hapa na askari, so I don't know what's going on. Nipo hapa njia ya UD, so I don't know what's going on, but I will inform you later on. Oh, okay, nadhani kuna mtu atakuwa anatoka. So I don't know what was happening right here, but I guess kulikuwa na something kilichokuwa kinaendelea. So guys, nimekuja hapa isem hapa ni Starbucks Coffee ya Tanzania, ipo right here. This is Starbucks Coffee. Such a nice place. It's a nice place where unaweza kaja ukafanya mishemishe zako. Yeah, so nimeagiza this one here. Let me show you. Nimeagiza this coffee right here. Right here. So it's a coffee. Nitakuwa right here working now. And actually tutaangalia trades ambazo tumezitake on gold. And yeah, so let me show you up and see what we got. Right now tayari gold isha move nadhani takriban pips kadhaa, and then inafanya pullback. So let me show you kwenye chart so that we can see what we got. Check it out. So gold nilikuwa naangalia selling opportunities. Literally imekuwa ni one of the perfect trading setup, I would say, based on my opinion. And imekuwa perfect, even though bado itakuwa inahitaji momentum ya ku sell mpaka down, na right now ni almost is
Sasa hivi ni saa 11 almost dakika 35. So basically nitahitaji patience ndani ya hii pair. So tumeseti cells zetu mita here, and stop loss nimeweka above kwenye hii zone, na ni stop loss kubwa, lakini nimezingatia RR, risk reward ratio. Right now nitakachokuwa na kisubiri hapa, nitasubiri market i break hii entire low mita hii. So nitakuwa na expect move kama ya namna hii, tap like this one. So hii ndio itakuwa the valid move ambao nitakuwa na wait for the whole London session. Hata New York session right now bado momentum ya sellers ni ndogo sana, kwa sababu hii ni counter trend. Mind you, remember nilivyokuwa naongelea issue za counter trend. So mara nyingi sipenda kutrade counter trend, but ikishow up kama ni exact time session, huwa napenda ni take ili ile inakuwa ni low probability trading setup. Basically siwezi kuriski as same applies kama ambavyo ilivyo kwenye the high probability trading setup. So this is what I'm doing right now, and yeah, I will take my time ni wait wakati naendelea ku check out my trades. Let's see how it goes. Kama itatu stop out at break even, I mean at in a loss, nita accept your loss. Nimetake trade kwenye personal account as well as kwenye Propform account. So I still have a room to breathe right here on the daily candle. On the daily candle pia kama ita close very perfect, naweza nikai hold for overnight. Nategemea market irudi mita hapa. Naweza kaona hii mpaka hapa ndo nategemea price irudi. So we can wait and see how it goes. We can wait and see how it goes. So guys, here we go. Trade yetu ipo kwenye loss, and right now ni time ya gym, so nipo kwenye hiyo drawdown right there. Damn, it's bad. Spoiled. Nipo kwenye drawdown ya pound 300 right there. So yeah,
Good morning. Made this with up. Hii hapa ni juice actually. I made it up. Hii hapa ni mixture ya avocado as always. Embe. Then nimeka sukari na yogurt. Instead of milk nimeka yogurt na maji. It's very nice and perfect. I hope what go fresh. By the way, our trade right now is landing in profit, babe. Yes, gold right jana. Hii hapa ni trade ambayo tumeingia jana, and literally nimeonyeshia analysis yake, but I want to show you analysis yake pia as well. As right now tuna land kwenye profit. Let me show you. It's landing in profit. Very nice profit. As I said, patience is everything kwenye market. Everything. Patience ndio kila kitu literally. So na screen record hapa so that naweza nikakuonyesha in a very good way. Alright. So let me start over from the 1 hour time frame. So kwenye 1 hour time frame, price ilikuwa inatuonyesha very nice market movement in a way kwamba, although like I said, hii hapa ilikuwa ni one of the trading setup kwamba niliconsolidate sana ni loss. Yes, niliconsolidate sana ni loss, and kwa sababu ilikuwa ni overnight. But mostly ilikuwa ni high probability trading setup. But being one of the high probability trading setup, haikuniruhusu pia niwe na like a cover trade. I do prefer niwe more precise in a way kwamba hata kama market ikiconsolidate kwenye loss isinitoe baadaye kaenda upande wake. So you remember the last trade ambayo tulitake, I hope kama unakumbuka the last trade we took on the other vlog ambapo tuliingia kwenye trade like this, baadaye ilikuwa ni during New York session, ilikuwa tayari London session ilikuwa na close, and then New York session ilikuwa na close, ndo tukafanya ile entry ya ile trade. Baadaye ili consolidate overnight ikatutoa. So I've been learning through a lot being as a swing trader. Mind you, hizi trading setup zote ambazo wanazitakiwa ni for swing kwa sababu I like swing. Na hii hapa nime swing, but at the same time nime day trade kwenye my personal trading account. But nilikuwa nataka tu ni showcase how I took this one. So nadhani analysis yake ilikuwa straightforward as tulivyoona. Naweza nikaanzia kwenye 4 hours. By the way, hapa ni counter trend, so nitakuwepo na subiri pia equal inaweza ikafika these areas here. I guess inaweza kufanya in this area so that niangalie opportunities za kubuy in a overall trend. So this was the counter trend. As I like, kitu ambacho wanapenda nikitrade counter trend huwa najua kwamba hii ni counter trend. Basically nakuwa najua exact trend ambayo niko nayo ni counter trend, so nakuwa najua exactly how to go through it. So this is it now. Nadhani utakuwa umejifunza some 2 or 3 lessons. Na hii ni one of the trading setup ambao nimeshare na members, even though kwa mtu ambaye alisubiri market ilitrace mpaka these areas kwenye supply, literally amemiss hii entry, but it's not a big deal kama unaweza kusubiri the other opportunities, kwa sababu opportunities zina show up every single day. Opportunities shows up every single day, so it's just you alone just know how to pass through them. Yeah, just like that. But addition to that, where you mic niweke hapo, addition kwenye hizi technical analysis ambazo nakuwa na share ni, like I say, patience is everything. Patience, especially kama ukiwepo nataka uwe swing trader. Unajuaje kama uwe swing ama uwe day trader? Like kama trader ambao nime showcase literally hii ni kwa unajua is swing. Unajua kuna swing trading and day trading.
So kama niki close where it is right now, this is swing still, but ni day trading as well. Day trading basically ni kwamba I'll hold the trade zako in a wall trading, I'll hold trade zako overnight. So kama nimeteki jana na leo ndo inaenda upande, so ilikuwa ni swing trade. Sawa. Kwa watu ambao wanakuwa na day trade, unaangalia tu kutake opportunities basically kwenye exact time session. Kama ni London session, kama ni New York session, inakuwa hivyo. That's it. Bas. So it's just like that. I guess I hope you enjoy this video. Let me know kwenye comment section what do you think. And pia kama ukiona opportunity utatake kama day trader au kama swing trader. Let me know kwenye comment section guys. Hapa nipo cafe inaitwa Been There. So Been There mostly wanakujaga just kama niko na personal meetings au nataka ni chill like this, you'll find me here. Lakini pia wana msoso mzuri. I'm not doing a marketing though. Siko affiliated, so you know the vibes. So guys, this is the one that I've ordered. And nataka nionyeshe kama if it is good or not good. Hapa actually ni wali afu umechanganya some sort like kama nyama. But let's test out and see if it's good. Hapa ni basically wali nyama, right? Yeah, it's super precise. So I show you. Very nice. Yes.